Mnajua nini? Huu alituagiza kutoa kafara. Na kafara aliyotuagiza baada tujaitimiza. Sasa kwa sababu wewe ni mgeni, najua umeshaona changamoto ambazo tunapitia. Tungetakiwa tukutue tumeshatoa kafara mapema, ila shida ndio hiyo, na mchungaji anataka kutuingilia kwenye mambo yetu, kwenye kazi yetu. Unaonaje tuanze na mchungaji tutoe kafara? Na nili mchungaji ile mwenyekiti jamaa yetu. Hapo kinabidi tuanze naye. Kwa sababu kama ameleta kigomezi cha cha kufanya tutumie kwenye malengo yetu, inabidi hapo tuanze naye. Unajua mimi naonaje? Ni kwanza tuachane naye. Tudili na mchungaji. No. Mwenyekiti ni rafiki yetu sawa. Yule mwenyekiti anaitisha kikao, anawaitisha watu. Unaonaje? Kinabidi tuanze naye. Tuanze na mwenyekiti? Tuanze na mwenyekiti au sio? Sawa. Maoni yangu na sawa. Tumekubaliana? Sawa, tutoe kafara kwa Mungu. Sawa. Wema, bali ya uzima. Salama? Kulikoni huko unakotoka? Tuko vizuri, tunamshukuru Mungu. Toka wapi? Mimi nilikuwa kuna sehemu nilikuwa natoka huko. Nilikuwa nimeenda kufanya ukaguzi kwenye mashamba yangu na baadhi ya mifugo yangu. Japo usafiri leo uchukua kuna emergency tu, bodaboda ameondoka. Kwa hiyo nimeamua tu nitembee kwa mguu. Jambo zuri. Okay. Mambo yanaenda lakini? Yanaenda kwa kweli. Yanaenda, tunamshukuru Mungu. Na vipi hali ya huko nyumbani? Sisi wazima tu, tunamshukuru Mungu. Sema tu jiji kimebadilika kidogo, lakini mheshimiwa, unajua kuna mambo mengine hayaendi sawa mheshimiwa, kwa sababu kuna mambo mengine unasikia kijiji hakiko sawa, usalama sio mzuri. Labda nisijue mwenyekiti, wewe una taarifa gani kuhusu hilo? Kuhusu hilo taarifa ninayo, na ni swala ambalo nilikuwa nafanyia uchambuzi na nilishakaa na wanakijiji na kuambia kuhusiana na swala hili ambalo linapoteza amani kwenye kijiji changu. Na kuna tetezi kwamba kuna watu wanapotea pasipo kujulikana wanaenda wapi. Hata hilo ishalisikia mwenyekiti. Sema tu changamoto iko wapi? Iko sehemu ambayo pengine sisi tunashindwa kuelewa, kwa sababu mambo mengine yanaonekana kama vile ni maajabu na nini. Ni kweli kuna tetesi ambazo nimeshapata ya kwamba kuna baadhi watu wanaohofia kwamba huenda ndo wanaopoteza amani kwenye kijiji changu, na hivyo basi nipo nafanyia utafiti kuona ni kwa namna gani naweza nikawabaini na nikawabamba katika sehemu ambayo ni katika sehemu husika, kwa sababu nikiangalia kuna vijana ambao wameingia kwenye kijiji changu na ndio wananiambia kwamba ndio wanaendekeza mambo ya miujiza, na nimepata taarifa kwamba kuna genge fulani hivi ambalo wao wanakutania. Sasa ndio nataka nikafuatilie huko ni sehemu gani. Hiyo itakuwa nzuri mheshimiwa, kwa sababu kuna mambo mengine ambayo sisi hatuna uwezo nayo, lakini mwenyekiti, uwepo wako ndio unatufanya sisi tupate amani. Lakini hivyo mambo kama hayo pengine hayapendezeshi kwenye kijiji, kwa sababu ukikuta kijiji hakina amani na nini, sisi wenyewe wanaokaamo sisi hatuna amani wenyewe. Hivyo basi mwenyekiti, ni msaada wako sasa hivi kuangalia jinsi ya kutatua hilo tatizo. Ni kweli niliomba kura zenu na mkanichagua kwa kuniamini, hivyo ninapaswa niwajibike. Kufanyaje? Napaswa niwajibike kwa ajili ya kuwatafutia amani, maana Mbezi Richi ilikuwa inatawala kwa amani. Sasa hivi naona amani imeanza kufanyaje? Kutoweka. Ila hilo naomba niachie, ila tu ninaomba ushirikiano wenu.
Pale unapopata taarifa ambayo unaona inakuchanganya, naomba unijulishe hata kwa kunipigia simu au nyumbani tu unaweza ukafika ukanielezea kwa kinagaubaga kuhusiana na tatizo nalotokea. Bila shaka mwenyekiti. Basi nikuache, maana mimi nawahi, kuna sehemu nataka nielekee pia. Kama nilivyokuambia, nahitaji kwenda kufuatilia kwa undani zaidi kuhusiana na hilo swala. Sawa mwenyekiti, na mimi nawahi kidogo na kashukuru. Sawa sawa. Ngoja nikarekebisha pamoja sana. Sawa. Kwa nini inakuwa hivi? Kila mtu analalamika kuhusiana na upotevu wa amani kwenye kijiji changu. Kulikoni? Hili swala inabidi linywe mbandule kabisa. Hili hapana, siliachi hivi hivi. Ngoja nalifuatilia kiundani zaidi. Anyway. Unakuja nyumbani unajiita rafiki yangu wewe. Unanipa taarifa za kijiji changu wewe. Achana na mambo hayo. Maneno ya zamani yalishaisha kitambo. Sasa mnataka nini sasa? Sisi furaha yetu ni kuhakikisha tunatoa uhai wako hapa duniani. Mimi? Wewe hapo. Mimi hapa. Wewe hapo. Haiwezekani. Inawezekana. Haiwezekani. Haiwezekani kivipi? Inawezekana. Nasema haiwezekani. Inawezekana. Haiwezekani. Inawezekana. Haya kumbe nilikuwa naambiwa ni kweli. Sasa ameanza kunitokea mimi. Na itakuwaje kwa wanakijiji wangu? Na wamenichagua kwa kuniamini. Bwana wangu, naomba niongoze. Kwa nini muda unaenda halafu hauna wafiki? Unaonaje? Bosi. Hizi hela tutazipiga sisi wenyewe. Unaona sasa. Tunakuwa tunafanyia pale. Sikia. Mzigo sisi tutagawana.
Sawa. Nasikia. Sio kufanyia vibaya. Mungu wewe utaki kutengeneza maisha yako. Fanya basi mpango. Tunabidi tukubaliane sisi wote wawili. Hata vile ule mshahara ambaye alikuwa anatupa haututoshi. Ule mshahara ambaye alikuwa anatulipa haututoshi. Kwa hiyo tumeshapata hii hela. Twende tukatumia tukatengeneza maisha.